nikikuuliza kwa nini Nora ameshindwa kumkumbatia KP haraka na kumpatia makisi mdundiko, bali amebaki na butwa, utakuwa na majibu ya kunieleza kweli? Hasa ukitaja sababu za kwa nini Nora abaki kuwa kama mzimu uliogandishwa kwenye fridge. Na je, mbona kama series inaenda kuisha? Yani KP akiongozana na Nora mpaka home, akajulikana kuwa ni mzima. Mama akafunguliwa na kumjuza mahali baba KP alipo. Kisai kikamramba, maana Zebu na yeye kwa upande wake kimeshamramba. Je, hujiona kama kampuni inakuwa mikononi mwa KP na series inakuwa imeisha? Perfect. Sasa sikiliza, series haijaisha wala ndio kwanza inaanza. Before that, kwa wale wote ambao mmefurahi kuona Nora na KP wamekutana huku mkisubiri makisi mdundiko pamoja na kufahamu yafuatayo: 1. Hatima ya mama KP baada ya kufungiwa ndani. 2. Hatima ya mzee Aquino baada ya kugundua kuwa ndoa haipo na msaidizi ni Pablo japokuwa hamfahamu, ila Pablo naye kwa upande wake nimeona kama kaimezea mate hii piece. Anyway, shindwa pepo. 3. House girl kuna jambo hajajua kama kalifahamu ama kalijua. Kwa nini kamdanganya Zebu? Na jambo hilo ni lipi? Huku ukimpongeza Pablo kwa kazi mjarabu anayoifanya, mpeni makopakopa yake bana. Make sure to like video hii kisha unafinya neno subscribe ili kupata update kwa usahusika. Then turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. Kisha andika komenti yako ukimsihi Nora amkumbatie KP faster, ampe mabusu faster, wakubaliane kurudi nyumbani faster, waoane faster na ukweli uwe hadharani faster, huku ukimwonea huruma mzee Aquino na mkewe kwa namna wanateseka. And kwa wale ambao wanafuatilia taarifa hizi kutoka TikTok, video nzima ipo mjini YouTube kwenye account ya Box Media. Baada ya kusema hayo, Timothy, piga pafu moja la break kisha tuanze mchakato kwa kina. Anyway, tuanze na concept ya Nora kususa kumwoa KP. Hii ni kutokana na kauli kadhaa ambazo aliuza na Kisai kwa KP yupo na mwanamke mwingine. Haitoshi, imani yake kwa sasa ni ndogo, japo kuna namna kama naona kamisi KP na ataenda kumkumbatia kama upepo wa kisulisuli. Swali ni je, baada ya kumkumbatia itakuwaje? Yani baada ya kumbato kati ya KP na Nora, mambo itakuwaje kwa next episode? Well, ipo hivi. Hapa kuna mambo mawili na yenye concept muhimu sana. Kwanza, KP anaweza kumruhusu Nora kurudi nyumbani kwa kuwa anajua kabisa akienda naye kwa sasa mambo inaweza kuwa haijakamilika, hasa mzee Aquino hajulikani alipo, hivyo harakati za kuanza kumtafuta huenda zikaanza mara moja ili kukamilisha mzunguko. Hata mwili wake pia wa mzee Aquino haujafahamika ulipo kwa sababu tetesi zinasema labda amekufa kwa sababu kuna ukimya mkubwa. Lakini pili, Nora anaweza kumjuza KP namna mama yake kafungiwa chumbani na Kisai. Je, mama ilikuwa huru itakuwaje? Labda kuvunja mlango, na ni nani atakayehusika na kumwekea uhuru huo mama KP? Ingawa house girl anawaza, nikijaribu kuingilia swala hili naweza poteza uhai. So anaweza mpigia simu Zebu na kuomba wasaidiane kumfanya mama awe huru, lakini ikawa shida wakiwaza kabali za Kisai. So KP anaweza kujumuika na Nora kwenda nyumbani rasmi kutambulika kuwa yu hai na kumsaidia mama, kisha kufungua jarada zetu la Kisai ili umiliki wa kampuni usalie upande ule ule wa KP. Lakini hapa kuna swali, na kwa namna Kisai kafinywa akitegemea atampata Nora kwa akili zake matope, eti kapigiwa simu aseme mahali alipo na wahusika, then kunasikika sauti ya geti akiwa anafungua. Jamani, huu si ujinga huu? Kwa hiyo aliona kama huyu bidada ni mjinga sana, ningedere atajiju. So mawazo yake kuwa KP na Pablo wamekimbia ili hali Cobra atarejea na Nora, hayo hayapo. Lakini ngoja nikuulize kitu. Pablo mara mwisho aliondoka na nguo za Nora kule katika chumba cha mateso. Je, zipo wapi nguo hizo? Ingawa Pablo karejea na KP akiwa na nguo nyingine. Kuna mtu anaenda kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Still wait. But concept yangu ni kwamba labda kwa kuwa Kisai anaamini Cobra atampata Nora, basi ataenda kumfungulia mama yake, lakini hii ni ngumu sana. Na kama mama KP asipofunguliwa, mzee Aquino atakuwa salama kweli? Atakula nini ingawa kafungwa mdomo? Na hapa ndipo tutajua kama kuna mtu mwingine anahusika na kumshikilia mzee Aquino.
Then concept yetu ya pili, kuna hoja nimekupatia kuwa House Girl kuna namna kafanya ni kama kuna kitu hakipo sawa. Actually, Zebu ameshadondia pua kwa miba. Kipindi Mzee Likoma na binti yake wanakimbia, House Girl aliwaona, ila kipindi Pablo anatoka na Nora, House Girl hakuwaona. Si ndivyo? Well, sasa ipo hivi. House Girl alimwambia Zebu kuwa ndoa haipo na kupo shwari, ingawa mlengo mkubwa wa Zebu pamoja na House Girl ni kuhakikisha kwamba hakuna kuonana kati ya Nora na KP. Sasa kwa kuwa House Girl hakuwaona Pablo na Nora wakiwa wanaepa, anakuja kustuka mbona ndani hakuna watu. Na hapo ndipo tunasema Zebu kimeshamramba. Anyway, kabla tusonge kusonga, kuna concept muhimu sana ambazo zinagusa ubongo hapo mbele nitakwambia kwenye next episode. Nichukue muda wako kujuza dhumuni la sauti yangu pamoja na video hii. Karibu Kibox Media, I'm Timothy. Video hii itakujuza mambo yafuatayo. 1. Analysis ya matukio ambayo huenda yakaja kutokea kwenye next video. 2. Itakujuza ama kukufahamisha kuhusu mambo ambayo nimeyapenda na yale ambayo sijayapenda kulingana na impressive events zilizopo ndani ya video hii kwa niaba ya wengine. Lakini 3, ikiwezekana nitakupasha habari juu ya jumbe kadhaa zinazoakisi uhalisia wa maisha yaliyopo kwenye game zetu kupitia matukio yaliyopo kwenye series. Hivyo nifuatilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kunielewa zaidi na kunaweka ubongo kuhusu analytical review kutoka hapa Kibox Media. Bila ya hivyo, nina hakika unaweza kupata kwa kasi kidogo, but usijali, Timothy nipo hapa, twende kazi. Segment yetu ya mwisho itahusu mambo ambayo nimeyapenda na yale ambayo sijayapenda kulingana na impressive events zilizopo ndani ya video hii. Kwanza, nimefurahi sana baada ya kuona Nora na KP wamekutana. Hapo ambacho kimesalia ni kumbatio, kisi, then ndoa, ili kampuni iweze kuongozwa kwa ukakamavu wa KP na Pablo Kitengo. Pili, kwa namna Pablo alikuwa anakimbia na Dela nimefurahi sana. Unajua nimecheka mpaka nimekaa chini. Hakika burudani tunazipata kwa ustaarabu sana. 3, namna Kisai Matope anaendelea kudundia pua, hii ipo safi sana. Yaani mpaka hapo bado hajasema na atasema. Ila nimeumizwa sana na situation ya kumkatili mama yake. Hii ni ngumu sana, kamfungia ndani, uhuru haupo, mama hali pengine huko kazimia, but nimehisi kosa fulani hivi. Kwa nini CCTV kamera imepasuliwa ikiwa matukio bado ni mazito? 4, namna Mzee Aquino anateseka inatesa sana. Japo kafurahi ndoa hakuna, lakini bado mambo ni mazito, mambo ipo ngumu. Mama asipoachiliwa huru, lazima afanye mchakato wa kupenyeza siri ili mwingine akamsaidie Mzee Aquino. Finally, kwa mtazamo wako, huu ndio mwisho wa series au ipoje? Na unatamani iishe ianze nyingine au tusonge nayo hii? Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Make sure na like video hii, kisha unafinya neno subscribe ili kupata update kwa saa husika. Then una turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. Timothy nipo hapa, drop comment yako kwenye maoni stahiki. Wanafamilia Kibox Media wapo hapa, watakupa like na kukujibu kulingana na maoni yako. Cha msingi zingatia matumizi sahihi ya lugha fasaha Kiswahili. Maana ukiandika comments yenye misamiati tata, haisomeki, haieleweki wakati sehemu ya kuedit, basi edit ili comment yako ing'ae. La sivyo comment yako ikikaa kama kamzimu au kigagula, itakuwa imekiuka maadili ambayo Kibox Media family inayo. See you until the next time, but you may comment by using English language. Kibox Media family, they will respond if possible. Ciao.